Mwanakome, hello. Mko poa? Okay. Samahani kwa kuwachelewesheni. Najua samahani kwa kuwachelewesheni, au sio? Okay. Yeah. Nadhani mnafahamu Ali, manager wake Aidan. This is DJ Chi Entertainment. So ngoja niwape nafasi waweze kidogo maswali madogo sababu muda unaenda, au sio? You want to speak English? Yeah. Okay, I'm DJ Chi Entertainment. I won't say word known promoter, but I'm a promoter. So I go to where I feel we can bring the culture to, and this is all for the culture. And you guys can know, as you guys can see, this is King Alikiba. Many people have been doubting that it's not coming, but our brand name, when we say we're doing something, we're doing it no matter what. So today, I thank you guys for coming here for this press conference release, and hope we all have fun at the end of the day. Mambo vipi? Mambo vipi? Nafurahi sana kuwa hapa Burundi. Nadhani last time watu walisikia kama Alikiba anakuja, lakini show ikawa cancel, haikufanyika. That's why tumeona tufanye press conference ili kuweza kuwaaminisha watu sasa hivi niko ndani ya Burundi. Na nafurahi sana kwa sababu ni mara ya mwisho nimekuja Burundi. I think it was 2011, was it? Ama 10. Ya zamani sana. Kwa hivyo nitafurahi sana kuona fans wakija kwa wingi katika show ya VIP, na pia kuna show nyingine itafanyika tarehe 26. Hiyo ni the show yenyewe itafanyika katika uwanja, isn't it? Sehemu gani itakuwa? Nyakabiga. Yeah, so nitafurahi sana kuwaona na nimemiss sana watu wangu wa Burundi. Na kitu ambacho niko nacho ni show ambayo ina mabadiliko makubwa, surprise nyingi. Najua kuna watu wanatamani kuona wasanii wa Kings. Lakini kwa bahati mbaya siwezi kusema chochote. Itakuwa ni surprise kwa wao, na nimejiandaa vizuri kuwafanyia show nzuri. Hii yote ni kwa ajili ya enjoy kwa pamoja siku ya Christmas na Boxing Day ni holiday. Kwa hivyo yoyote aliko mbali na nje, ndani na nje, na nikaribisha sana siku hiyo ya show na nitafurahi kuona. Asante sana. Labda kuna maswali naweza kuuliza, nitaweza kujibu. Inawezekana kama surprise kama ulivyosema, niko na nyimbo mpya na siku ya Ijumaa nita release video mpya na nyimbo mpya nitaperform siku hiyo hiyo ya show. Kwa hivyo watu waje kuona surprise ya nyimbo mpya ambayo itakuwa launch hapa Burundi, Bujumbura. So nadhani hii ni kama bahati imetokea kwa kufanya nyimbo mpya, ku launch nyimbo mpya ndani ya Bujumbura. So hichi ni kitu ambacho watu waje waone, na hopefully wataweza kuona na video kabisa ikiwa launched mpya. Ya mimi ndio kwa kweli ya sidani wa lebe kujepe pamoja na ripoti wa Wasake FM. Nilikuwa nataka kujua kwenye show ya 23 pamoja na 26, labda umekuja tu kama Alikiba, je, kwa wale ambao wapo chini ya lebo yako itakuwa ni kama surprise nini hasa kutoka kwenu? Nimekuja kama Alikiba, lakini vile surprise ziko. Nimekuja kama Alikiba, lakini vile surprise ziko. Nitoka jina goes for real, nitoka kwa TV, Rehoboth TV. So my question goes straightly to PTT. First of all, welcome in our beautiful South country, Burundi. And thank you. We are so sorry. We knew the reason that you were ill. Sorry for you. Thank you so much. We want to know what can we expect from you, and what something special have you prepared for us, especially because it's your first time here in Burundi.
And we have got a partnership with DJ Funny because the old straightforward logo we see your partnership entertainment as DJ Chi. Thank you. Okay. Right now, this is my first time in this soil, and it's a beautiful country to say. Fortunately, natural disaster like sickness can come at any time, and thank God I'm alive. I'm just recovering gradually. When it comes to partnership, there's a lot that makes you become partnership with someone. But right now, it's my first test, seeing everybody trying to help me. Like DJ Fanny, I've done a lot. Babu just came in and took over and doing a lot of stuff. So I'm watching everything as everything is going. And once this has gone well, right, I'll come again, right? So they are like my team right now. But when it comes to partnership, there's a lot that makes you be a partner with someone. Thank you. Nirandi promoter from TikTok TV. Swali langu naliga Alikiba. Alikiba hapa kwetu Burundi umekuja miaka ambayo imekwisha. Nimefanya muziki na wasanii hapa kwetu Burundi. Nikisema msanii kama Lodilo. Lakini sijui hivi una plani gani kwa muziki wetu hapa kwetu Burundi Lodilo? Ungetaka kidogo? Alikiba umefanya muziki na Lodilo. Msanii hapa kwetu Burundi na msanii mkubwa sana. Lakini nataka kujua kisasa comeback yako kwa kwetu Burundi. Una plan gani na msanii wetu kwa kwetu Lodilo? Unajua muziki hauna language. Haisababishi mambo ya language, haisababishi kitu yote. Ndio maana nimeweza kufanya muziki na Lodilo wakati nimekuja last time, lakini vile vile najua kwamba kuna wasanii wazuri Burundi wamekuja, wamechipukia na wanafanya kazi nzuri. So kitu ambacho ningeweza kuona ni waone katika show, waje kusupport ili niweze kuona nani msanii mzuri, na vile vile huwezi jua naweza kuongeza katika level ya Kings Music, kwa sababu tunataka kupenetrate East Africa nzima iweze kupata msanii katika kila nchi, whether hata mmoja ama wawili inawezekana. Lakini ningefurahi kuona talent mpya, wasanii ambao wanaweza kuperform na kuimba vizuri, naweza kuona hapa katika show. Nitafurahi sana. Na uwezekano kufanya nao nyimbo vile vile upo, uwezekano kufanya collaboration pia upo. Kwa hivyo niweze kuwaona siku hiyo katika show, tuzungumze, at least to chat, niweze kuona vitu gani ambavyo wana uwezo kufanya katika performance. Yeah. Asante. Kwenye swala la security, yale yaliyotokea mwaka jana hayatotokea tena, kwa sababu tulipata ruhusa kutoka kwa meya wa jiji wa Bujumbura na wako tayari kwa security. Kwa hiyo wamejipanga vizuri, hakuna atakayeumia. Na so ni kuenjoy, kwa sababu ni Christmas, nadhani wote watakuwa pale tofauti. Kwanza nakumbuka last time show ilikuwa kwenye uwanja mdogo, lakini nadhani kila mtu anajua Ivyo ni sehemu kubwa sana. Kwa hiyo security watu watoe hofu, itakuwa iko vizuri. Na kuhusu partner ya hii show sio kubwa, kwa sababu amenicheki, najua kwamba kwenye hii game ya muziki wa Buja Forever naongoza, niko katika wanahabari ambao wanaongoza kwa kuweza kuwa na connection, kwa kuweza kuwa kwa kujua wanachofanya, right? Na pia ilikuwa vizuri, ilikuwa raha kufanya kazi nao, kwa sababu unajua ni kaka yangu kwa muda mrefu, tunaona kabisa kwenye mtandao wa kijamii, nikienda Tanzania nifike. So ni kaka yangu, nimeenjoy sana kuweza kuwa kwenye waandaji wa hii show, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi zake, najivunia sana. Asante. Swali la vibe la show. Vibe la show hivyo, nadhani kwanza tunamshukuru Ali, kwa sababu alianza kuposti show before hata waandaji wa habari sijawakusanya kwa kuweza kuambia tusaidani kuhusu promotion. Nadhani tunaweza kuona kwake akiposti mara nyingi. So vibe lipo, kuna group la watangazaji kama wote wenye wanasupport muziki hapa Bujumbura
wamekaa sehemu moja na kuweza kufuatilia hicho kitu. Nadhani pia mnasikia mtaani tu hizo posti yani watu wameanza kuuliza tiketi na bado ameposti, na ilikuwa ni mwanzo kabisa, lakini sasa hivi ilikuwa vizuri, watu wanasubiria kwa hamu kwenye kuweza kufika kwenye siku ya show. Yeah. Unatarajia kuperform kwa stage moja na wanamuziki sasa hivi, wanamuziki nguli Burundi, hata Tanzania pia na East Africa. Wanamuziki anafanya vizuri hata kwa stage, anatingisha kabisa chicho. Umejipanga vipi? Na collabo tutegemee ama ni maneno tu? Wenda kesho ukirudia nyumbani, tutaona collabo. Swali hizo. Naomba nikumbushe swali la kwanza. Awali ulifanya collabo na Lolilo, mwanamuziki nguli Burundi. Na nyuma ya hapo miaka mingi haujafika Burundi. Kuna wanamuziki wengi wanafanya vizuri. Tutarajie collabo ama ni yale maneno tu ya wanamuziki? Unasema tutafanya collabo ila mwisho wa siku tuone. Mimi before nilikuja hapa nilikutana na Lolilo na tukaspend sana muda, tumekaa pamoja na nini na tukaweza kufanya collaboration. Ni kwa sababu tayari nilikuwa namjua Lolilo, ana kipaji kikubwa na ni msanii pia mkubwa, anafanya kazi nzuri. Na vile vile nimejipanga vizuri kabisa kupambana pamoja na msanii nguli. Hiyo siku ndo ningefurahi sana pia mje muweze kuona nyinyi ndio mtasema waandishi wa habari kwamba talent inakuwa vipi, na mimi pia nitafurahi sana nisikia vizuri kupambana na msanii ambaye atakuwa katika hiyo siku ya show. Mimi mwenyewe nitafurahi sana kumuona, nitafurahi sana kumuona. Ushapata wakati wa kuchunguza mwanamuziki sana hivi, huenda kupata show yake ama muziki yake? Nimesikia muziki kwa sababu mimi mwanamuziki, napenda muziki, lakini sijapata nafasi ya kumchunguza. Na imani tutakuwa na kipaji kikubwa na talent kubwa, kwa sababu watu wa Burundi wanajua muziki, wanapenda muziki, na muwezi kupenda kitu tu ambacho sio kizuri, lazima mtapenda kitu ambacho kitakuwa kizuri. Na imani ni msanii mzuri na nimsubiri nimuone. Ushawahi kuuliza Yogo Beat kwa sababu ni mwanamuziki ashafanya kazi nyingi na Yogo Beat. Leo Yogo Beat ni producer anatumika na wewe. Na kipindi anakuja kutumika na wewe alikuwa anatoka Burundi na kumaliza kufanya kazi na Samsung. Ashafanya ngoma kubwa sana ambayo ina trend kibaki. Watoto wazuri wanaitegemea kwa hiyo show. Ambayo ni ngoma imetumika na mwanamuziki mwingine. Haujapata kumuuliza Yogo Beat ni mwanamuziki yukoje kwa anaenda kupambana naye kwa stage? Kwa bahati nzuri Yogo Beat tumekuja na producer, ndio maana nikakwambia kwamba kunaweza kukawa na fursa ya kufanya collaboration na msanii mzuri ambaye anajua kuimba, anajua kuperform na wana Burundi wanapenda. Hiyo inawezekana mimi kufanya naye collaboration kwa sababu Yogo pia yuko hapa, tumekuja naye. Kwa hivyo Yogo anaweza kuniambia ni msanii gani na msanii gani mzuri, msanii gani wa kufanya naye, na ameniambia kuna wasanii wengi wazuri, kama mimi najua na Burundi kuna wasanii wazuri. Kwa hivyo hiyo fursa bado iko. Nadhani Yogo pia mtamuona hiyo siku ya show, atapanda pale stage kidogo ni mcheze kwa pamoja, mumuone Yogo na Beat ambaye nimekuja naye. Asante sana Kiba. Kuna maneno mengi miaka mingi tushasikia sana kwa wanamuziki wa Tanzania. Ni ukweli tumeshaungana, ni East African Community. Tukisema community nafikiri tunaelewa. Na kuna yale maneno Tanzania ni kuwa mnapigwa sana Burundi, lakini Burundi hatusikii muziki ya Burundi inapigwa Tanzania sana. Huenda ikawa ni chanzo cha kuwa wanamuziki wa Tanzania hawataki kuzana na muziki wa Burundi. Je, kupanua muziki wa Alikiba kwa sababu mwanamuziki Alikiba ni mwanamuziki ambaye ashajenga jina, lakini leo hii kuna zingine kwetu tunazipata kwa dunia muziki ya kisasa, lakini mwanamuziki Alikiba tunamshika kama mwimbaji. Kuna tofauti ya mwimbaji na msanii. Je, unatarajia kuungana na wanamuziki wa nyumbani kupanua jina zaidi la Alikiba? Sana sana wanamuziki unaenda kuperform nao kama STB, muziki design na wengine. Kwanza kabisa hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama wasanii wa Burundi hawachezi muziki yao Tanzania, hapana. Wanacheza sana muziki yao Tanzania na wanapenda. Mimi binafsi napenda muziki natoka Burundi, Rwanda, East Africa kwa pamoja. Na hiyo iko wazi kwamba tuna enjoy muziki. Muziki ni muziki tu. Na vile vile kufika hapa na kupenetrate
ilikuwa si kazi ndogo, ni kwa sababu ya kufanya muziki vizuri, ndio maana watu wa Burundi wakanipenda. Kwa hivyo ningependa encourage kuhamasisha wasanii wa Burundi. East Africa ni kama tuko wamoja, tumeungana kwa pamoja, lakini ningependa kuwashauri wasanii wa Burundi kutumia Kiswahili pia katika muziki wao, kwa sababu Kiswahili kinawagusa watu wengi, kinawagusa nchi nyingi za East Africa, na vile vile unachanganya na Kirundi vile vile, ili tuweze kupromote pia lugha ya Kirundi. Lazima hiyo ifanyike, ila Kiswahili pia ni vizuri zaidi na kurahisisha sisi kuelewa muziki kwa urahisi zaidi na kupenetrate East Africa. Asante Kiba, ushapata kusikiliza wanamuziki, kwa sababu umesema kwamba Tanzania mnacheza muziki wa nyumbani kama vile tunacheza huko kwetu. Ushapata kusikiliza wanamuziki wa nyumbani? Wangapi ushapata kusikiliza? Wengi wao ushafanya media kwa nchini kwenu. Ushapata kusikiliza ni wakina nani msosiri? Asante sana. Wasanii wa Burundi, mimi binafsi namjua Fizo, namjua Ulilo, nasikiza muziki yao na muziki ya Burundi, lakini sasa tatizo kujua jina na kukalili inachukua muda kidogo. Kutokana na nini? Muziki una feeling. Sisi ukiwa mwanamuziki unaelewa jinsi gani muziki ulivyo. Unaweza ukapenda muziki na usimjue mtu. Pengine naweza kawa nimesikiza muziki nikawa niko na msanii hapo, lakini sijajua ni muziki wa msanii gani. Lakini music inapigwa kutoka nchi ya Burundi, Tanzania inapigwa sana muziki.